Usiku umejaa vitu vingi sana. Kuna siri katika giza. Kuna barabara ambazo hufai kupita. Kuna abiria ambao hufai kuwabeba. Na kuna sauti ambazo hufai kuziitikia. Karibu na ungana nami katika hadithi hii ya abiria wa usiku. Karibu. Kijana Jemo. Kijana maarufu mtaani kama dereva mbishi. Jemo alikuwa dereva wa taksi katika mji wa pwani uitwao Kizingo. Kila mtu alimjua kwa tabia yake ya ukaidi, kutosikiliza ushauri na kupenda kujiona mjuaji kuliko yoyote. Alikuwa na taksi yake ya rangi ya kijani kibichi yenye maandishi yaliyoandikwa mpaka kieleweke. Siku moja akiwa stendi ya taksi akingojea abiria, wazee wa mtaa walikuwa wakiongelea kuhusu usiku wa Ijumaa ya mizimu, usiku wa mwisho wa kila mwezi, ambapo roho wa mzimu wa baharini anasemekana hutokea barabarani akitafuta mtu wa kumchukua. Mwenye kumchukua mzimu huyo anapotea kabisa. Gari yake haitaonekana tena, wala mwili wake. Mzee mmoja alisema kwa sauti ya kutisha. Watu walitikisa vichwa, lakini si kwa kijana Jemo. Jemo alitikisa mabega na kucheka. Lakini nyie wazee, hizo ni hadithi za zamani tu. Kwa upande wangu mimi, namngojea mzimu huyo huyo nimpe lifti hadi kuzimu, au nyie mnasemaje? Wazee walimkazia macho. Mmoja akamwambia kwa sauti ya polepole, aisee kijana, usijifanye mjuaji mbele ya nguvu usizozijua. Mzee Rama anajua historia hii si ya utani kabisa, mwenyelewa. Lakini kijana Jemo kwa ukaidi wake na ubishi akasema kwa kauli ya majivuno, wazee wa zamani, si mmesema Ijumaa hii? Sasa mimi nitasimama barabara ya Mangwene saa 6 usiku. Kama mzimu yupo aje. Ilipofika Ijumaa, mwezi ulikuwa mwekundu kama damu. Hewa ilikuwa ni nzito, upepo ukivuma bila ya mwelekeo. Jemo alivaa jaketi lake jeusi, akaiosha teksi yake, na saa 5 usiku akaelekea barabara ya Mangwene. Saa 6 kamili usiku, akiwa karibu kugeuka na kuelekea nyumbani, alimuona mwanamke mmoja amesimama kando ya barabara akiwa amevaa gauni refu jeupe, nywele ndefu zikiwa mbele ya uso wake. Mwili wake ulikuwa baridi alipoingia kwenye gari. Unaelekea wapi mrembo? Jemo aliuliza kwa sauti ya utani. Ni mbele tu hapo. Mwanamke huyo alijibu kwa sauti ya kunong'ona isiyoeleweka vizuri. Safari ikaanza taratibu, na baada ya kilomita kadhaa, kijana Jemo alitaka kujua, je, abiria wake angeshukia wapi? Akauliza, aya mrembo wangu, niambie unashukia wapi sasa? Aliuliza, lakini hakujibiwa. Alipoangalia nyuma na kuangalia katika kiti, hakukuwa na mtu. Gari likaanza kujaa ubaridi, vioo vikaanza kutoa ukungu, na ghafla mbele yake kukatokea kivuli kikubwa misiri ya mtu mrefu sana asiyekuwa na uso. Ghafla taa za gari zikazima, breki zikakataa. Jemo alihisi mikono baridi ikimshika shingoni. Kelele za upepo zikabadilika na kuwa vilio visivyoeleweka. Jemo alipiga kelele, lakini sauti haikutoka. Asubuhi ilipofika, teksi yake ilipatikana kwenye ufuo wa bahari ya Kizingo ikiwa tupu. Hakukuwa na mtu wala alama ya mapambano. Gari lake lilikuwa na ukungu ndani, na kiti cha nyuma kilikuwa na chumvi kana kwamba abiria alikuwepo ametoka baharini. Wazee wa mtaa walikumbushana, tulimwambia, lakini alikuwa ni mbishi na mkaidi. Si kila abiria wa usiku ni abiria.
wengine ni mizimu kutoka huko baharini. Na tangu siku hiyo, kila Ijumaa ya mwisho wa mwezi, watu husikia honi ya taksi ikipita mitaa ya Kizingo ikiwa na sauti ya kilio kisichoeleweka. Usisahau kusubscribe katika Monde Stories. Ulikuwa nami Peace Voice.